kadhaa tu. Akaanza kuona kinyaa kama wewe unavyoona kinyaa. Alianza kumpa huduma ya nini? Ya kwanza, akaanza kutia dawa mwe kwenye nini? Kama kana pamba, alikuwa kwenye neno vyake. Baada ya hapo akazifunga jeraha zake. Baada ya hapo akafanyaje? Akazitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya mnyama wake. Akampandisha juu ya mnyama. Hakumhudumia hata kama sema utajiwaga mwenyewe kwa sababu mimi nilikuwepo. Alimpandisha juu ya nini? Kwa hiyo tunajifunza alimpakiza katika punda wake. Kuna wakati tuwakarimu wenzetu hata kwa vyombo vyetu vya usafiri. Mfano kuwa kwa lifti, kuwapatia chombo cha usafiri cha kwako wakitumia katika changamoto zao. Kama huyu ambaye yeye alimchukua yule majeruhi na akampandiza kwenye mnyama wake. Leo hata wewe pia unataka ujifunze kuwakarimu watu kwa kutumia chombo chako cha nini? Cha usafiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine na vyombo vya usafiri vya asili, migongo eti pakiza kwenye nini? Kwenye mgongo. Kama hauna pikipiki, pakiza. Kama una gari, pakiza kwenye mgongo. Au pakiza kwenye nini? Jamaa aliyevamiwa kwa kumpakiza kwenye mnyama wake. Hata wewe leo unatakiwa wakarimu watu kwa kutumia chombo chako cha nini? Cha usafiri. Watu watumie chombo chako cha usafiri katika changamoto zao. Watu wamepata misiba, kama una magari, wapatie magari yako. Watu wamepata misiba, una pikipiki, sio na basketi, wapatie watumie. Watu wana changamoto, wanahitaji ile fursa yako, wapatie fursa watumie. Kwa hiyo tujifunze kuwa wakarimu hata kutumia vyombo vyetu vya nini? Vya usafiri. Lakini kama una chombo cha usafiri, tumia chombo cha usafiri cha asili. Tunasema ni nini? Mgongo. Mtu ameumwa, hamna bajaji ama nini, beba mgongoni au weka begani. Au wekeni mikononi, mwingine anashika huku, tutafundishana namna ya kumhudumia mtu mgonjwa. Tutafundishana. Shika mwingine anashika kwenye mabega, usije kumshika mwenzako kwenye kichwa. Unashika kichwa na mwingine anashika mguu hivi. Hapa chini pote anabaki anaelea hivi, mtamuumiza. Sawa Tutafundishana namna ya kuhudumia watu. Wanatakiwa mmoja anamshika hapa kwenye mabega, mwingine anamshika hapa katikati kwenye mgongo, mwingine anamshika maeneo ya nini huku ya miguu vizuri kwa kumstahi. Kwa kumstiri sijui. Sawa jamani? Sio tu mtu amepangana pepo na mbele mguu mmoja unafanya na nyingine tu chini. Hata kuja tena. Afungue imefunuka wala hata mfuniki. Siku nyingine hata kuja tena. Na hivyo tunarekodi, unasema kwenda kujitazama kwamba hivi ndio mimi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwakarimu watu kwa kuwapakiza katika vifaa vyetu vya usafiri au kuwachukua kuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuwabebe vizuri. Tuwakarimu vizuri. Jawe unanielewa? Ile baskeli yako ile itumike pia kwa karimu nini? Wahitaji. Fonex, bambucha, sijui nini, sijui baskeli, sijui sporti, sijui nini. Hiyo na yeye ifanyaje? Itumike. Sawa jamani? Mimi niliwaahidi kumpa baskeli mtu mmoja. Sasa ni mchungaji. Ninakumpa baskeli yangu, mimi ndio nataka bambuko kwenda kazini. Nikampa baskeli yangu aende nayo kijijini kwenda kuuza biashara. Nilikuwa nimeoa, nilikuwa bado sikumbuki. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna siku moja kaa naye mzinga. Sasa hivi likakunya ngapi? 8. Kwa karimu watu kwa kutumia vyombo vitu vya nini? Vya usafiri. Ameweza kurudi kwa usafiri. Sawa Yaani usifikia kwamba hapa usafiri ni kama pikipiki mwendani. Mungu hapa wapo lift. Watu wakipata changamoto usiku, wasaidieni msaada. Mwingine ukienda kumwamsha kwa sababu ana gari lake zuri, anasema sasa mimi nimelala. Msinisumbue. Kwanza kuitika kisa nini? Gari amekabaki wapi? Nje hapo. Jamani tu gari hilo tutumieni kwa ajili ya kuangalia ndio tunadumu muda mrefu. Lakini kama unakuwa mchoyo, Mungu atatufanyaje? Atakukorokotoa. Akiamua tunashuka mpaka mteremko tukulio pale anakula mzinga. Unabandika kwenye nini? Kwenye ule ukuta. Hamna kitu. Kwa sababu unalinga na hapa.
saa 3. Sasa hii shetani, ama shetani, ni Mungu kama ameamua kukunyoosha. Mwambie mwenzako jifunze kwa karimu watu. Kwa usafiri ambao atakujalia. Unajua gari ile zinakuja. Gari kadogo fulani hivi, sio ni